Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka marufuku ya muda wa miezi mitatu kwa shughuli za uchimbaji wa madini katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, kwa mujibu wa waraka wa Wizara ya Madini. Kwa nini serikali imechukua uamuzi huo? Wananchi wa Kivu Kusini, haswa wachimbaji wadogo wadogo wa madini, wamepokeaje taarifa hiyo? Kwa undani zaidi wa taarifa hii, dakika chache zilizopita nilifanya mahojiano na Andre Biadunia, mwenyekiti wa mashirika ya kiraia katika tarafa la Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kutaka kupata ufafanuzi zaidi wa taarifa hii. Andre alianza kwa kufafanua zaidi. Kuna shida hapo kwa sababu hiyo taarifa ni ukweli. Waziri wa madini alikatalia kwamba haiwezekani labda watu waendelee kuchimba madini muda wa miezi mitatu hapo, kwa sababu kuna vita fulani fulani. Ya kwanza ni kusema kuna watu ambao wasiojulikana wanaotoka nchi zingine za kigeni wanaingia Kongo, wanaenda Mwenga, watafanya Mwenga na madarasa mengine kwenda kuchimba madini bila idhini ya serikali, na wale watu wanapokuja hawana hata visa ya kuwaruhusu waingie ndani ya Kongo, na wana ile visa ya kuwaruhusu waende wachimbe ile madini ambayo wanachimba hapo. Ya pili ni kwamba huwa watu wanakufa sana katika migodi ambayo wanachimbia madini, na cha tatu ni kwamba raia imeendelea kulalamika sana, kwa sababu ukiangalia katika tarafa 8 ambazo zinakuwa kwenye mji wa jiji la South Kivu, ni kwamba Mwenga huwa ni teritwari ambayo inakuwa na shida nyingi sana. Haina barabara, watu hawana maji ya kunywa, watu hawana umeme, ijapokuwa watu katika hiyo tarafa wana udongo ambao una madini mengi sana, una migodi, una dhahabu, una kila kitu, lakini unakuta watu ni maskini zaidi sana, na hata ile tunaita environment, yani mazingira yanaharibishwa na wale ambao wanachimba migodi, kwa sababu maji ambao wanachukulia ile migodi inasumbua watu, wanakunywa ile maji na hakuna ambacho watu wanakipata, kama vile tunasema counterparty. Ndio maana watu wamelalamika sana. Watu walisema kwamba watafanya maandamano. Serikali mara hii ikasimama kusema kwamba lazima isimamishe uchimbaji wa migodi, uchimbaji wa madini katika tarafa ya Mwenga. Tumeifurahia hiyo kwa sababu labda inaweza kuwasisimua serikali kusema kwamba waanze sasa kuangalia namna gani wanaweza kufanya kitu fulani kwa faida ya raia. Na watu wanasubiri nini? Ni maendeleo tu, waone barabara imekuja, maji yapo, umeme upo, na watu watafurahia. Lakini kuchimba tu, lakini watu wasifaidike lolote lile. Ndio maana serikali imekamata hiyo, kwa sababu haiendi kabisa kwenye ile tunaita interest ya raia ambao wanakuwa hapo Mwenga. Kuna wananchi ambao shughuli zao za kawaida ni uchimbaji wa madini. Hiyo inawasaidia kupata kidogo ya kutumia pamoja na familia. Na serikali inapochukua hatua hiyo, huoni kwamba hao wataathirika moja kwa moja na inaweza kuwapelekea labda kuingia katika vitu ambavyo sio vizuri katika jamii, kama vile kufanya uhalifu? Ninawaza kwamba, bwana mtangazaji, serikali ambayo inajiheshimu huwa haiangalii maslahi ya mtu binafsi, inaangalia maslahi ya watu wote, ile tunaita interet general. Wanaochimba migodi ni watu wadogo sana. Watu wadogo hawawezi kufika hata pasenti ya 50 ya watu, hawawezi kufika hata pasenti 20 ya watu. Sasa kama serikali inakamata hiyo hatua ya kusema kwamba wasimamishe kwanza, wasahihishe mambo ambayo yanaweza kusaidia raia wote wa Mwenga, sisi kama watu ambao tunasaidia raia, kutetea raia, tunajifurahia kwa sababu watu wengi watafaidika. Na wale ambao wanachimba madini ambao watazeeka kwa hizi siku ngapi, kama miezi mitatu, lakini serikali itakapokamata majukumu kusema kwamba watu wote wafaidike, na wale ambao walikuwa wanachimba migodi na wale ambao walikuwa wanachimba migodi, kwa sababu watu wote wanafikiri zaidi, itasaidia watu kupata barabara nzuri. Acha nikuambie tu, kutoka Bukavu na kufika Mwenga ni kama kilomita 190, lakini watu wanafanya siku 3 kwenye barabara, ijapokuwa udongo wao unatoa migodi, unatoa madini mingi sana, na watu wafaidiki. Sasa serikali kama ifanya hiyo, sisi tunasema ni vizuri. Tuangalie faida ya watu wamoja, tuangalie faida ya watu wote ambao watanufaika na hiyo decision ambayo serikali imeikamata. Sasa Andre, kuna maeneo ambayo yanadhibitiwa na waasi wa M23. Unadhani hii inaleta taswira gani wakati kuna maeneo mengine bado yanadhibitiwa na waasi wa M23? Watu ambao wanakuwa kwenye nafasi ambazo zinashikiliwa na M23 kweli wanakuwa kwenye hali mbaya sana ya maisha.
kwa sababu wanatozwa ushuru ambao hauwezekani, hawana liberte d'expression, hawana la kufanya lolote lile. Lakini sisi kazi yetu ni kuisukuma serikali na kuishinikiza na kushindikiza, tusaidie kuona namna gani, iwe kidiplomasia, iwe kisiasa, iwe kivita, waone namna gani watatuepishia hawa watu ambao wametoka Rwanda kuja kutuvamia Kongo. Lakini watu wanakuwa kwenye maisha mabaya sana kwenye nafasi ambayo inashikiliwa na M23. Ingekuwa kweli kwamba watu ingekuwa ni revolution ambayo watu wanasema kutoa serikali, hawawezi hatutaki haya mambo ya kuleta tena vita wa kutoa serikali. Watu lazima waende kwenye uchaguzi, wanafikiri Tshisekedi amechaguliwa, wasubiri 2028 kutakuwa uchaguzi, atatoka. Lakini kusubiri kwamba tukamate silaha tuende tupiganishe serikali, sisi wenyewe ndio tunapondekana, kwa sababu sisi tunakuwa wa victim wa kwanza wa hii vita ambayo inafanyika. Ni sisi tunakimbia kwenye makambi, ni watoto wetu wanakufa, ni wababa wazee wanakufa, wafanya siasa wako Kinshasa wanafaidika, kwa sababu wamoja, hii ni business na sisi kwetu haitufurahishi. Kwa maana serikali inapaswa kufanya mbinu zote imalize hii vita kwa hali yoyote hii. Bila shaka serikali inapaswa kufanya chini juu kuweza kumaliza vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ambayo yanakumbwa na migogoro huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuangalie serikali inalenga kitu gani kikubwa katika marufuku hii, Andre? Nawaza serikali inalenga, kwa sababu naona hata mapato ya serikali kwenye hayo madini inakuwa ni shida kuyapata, kwa sababu haina ile kujua nani wanachimba, kwa sababu wengi kwa kuchimba madini Kongo lazima uwe na ile tunaita certificat de permis, yani kitambulisho ambacho kinakuruhusu wewe kuchimba madini, na kwa kuchimba kwako serikali inafaidika na ile tunaita ushuru. Sasa wakati watu wanaingia kutoka nje wanakuja kuchimba migodi bila idhini ya serikali inapoteza. Hiyo ni kwanza, na tulikuwa tunataka hiyo pesa ambayo serikali anapata kwa wale ambao wanachimba migodi, basi tunataka isaidishe watu ambao wanakuwa hapo Mwenga na maeneo zingine ambapo wanachimba migodi, kwa sababu raia unapotoa ushuru, serikali inapaswa kukurudishia kidogo ya ile ushuru wako kwa kufanya makazi fulani fulani kwa ile maeneo. Yaani serikali kwa wakati inapoteza, kwa sababu haina ile tunaita kwa Kifaransa maitrise, yaani haina hesabu ya watu ambao wanachimba migodi na wale ambao wanapaswa kulipa ushuru. Hiyo ndio serikali inapoteza. Lakini pia ni kutokujua kununua nani wanaweza kuwa wanaingia ndani, kwa sababu hata M23 inaweza kuingiza watu kwa kuchimba migodi kwa faida yao wakapata serikali imesema usimamishe haya